Practical ways to submission. Tunawezaje kujua kama wewe mwanamke ni submissive kwa mume wako? Kuna mambo gani ambayo tutayaona ambayo yanaonyesha kabisa huyu mwanamke ni submissive kwa mume wake? Jambo la kwanza tutaona utii. Mwanamke ambaye anamtii mume wake. Lakini remember utii tulizungumza vizuri kule juu. So lazima kuwe na utii kwenye hiyo kombo. Haiwezekani mwanamke umtii kabisa mume wako afu unasema mimi ni submissive kwake. That's not true. Jambo la pili ni heshima. Uzuri tuliongea vizuri kule juu kwa habari ya heshima ya kwanza. Hauwezi kuwa umheshimu mume wako alafu kasema na submit kwake. Jambo la tatu ni lazima umpe nafasi mume wako kuongoza. Haiwezekani ukasema ni submissive kwa mume wako alafu kila uongozi wote wa nyumbani unataka uongoze wewe kila mahali, kila eneo. Haipaswi kuwa hivyo. Mpe uhuru wa mume wako kukuongoza na kuongoza familia. Mpe nafasi yeye kuwa kiongozi kwenye familia. Mpe nafasi ya kuwa kiongozi. Tumeelewana vizuri? Mruhusu afanye maamuzi ya muhimu kwenye familia. Na uheshimu maamuzi anayoyafanya. Heshimu maamuzi yake. Mpe nafasi ya kufanya vital decision in your family. Mpe nafasi. Si mume wako? Unapozungumza naye kwa heshima. Mtu ambaye umesubmit chini yake hawezi kuongea naye rudely anyhow. No. Hiyo sio namna ambayo inaonyesha kwamba wewe ni submissive. Kuwa mnyenyekevu, usiwe na kiburi. Huwezi kusema mimi niko submissive kwa mume wangu afu na kiburi kwake. Haiwezi kuwa hivyo. You have to be very humble. You get what I'm saying? Lakini pia namna nyingine ya kuweza kusubmit, lazima muone huyo mwanaume kama mentor wako, kama your hero, kama shujaa wako, kama kiongozi wako, kama mwalimu wako, kama mkufunzi wako. Kama mume wako unaona kila kitu unakijua yeye ajui, unahisi kabisa ndio mwalimu wake, hapo utateseka sana ndugu yangu. Ruhusu akufundishe. Sio wewe yani unataka kufanya ndo ndo top manyota yani. Unajua pale baba alisema yani submission ni love. Kila kitu. Unataka ndio ufundishe mume wako. Yani kila kitu unataka mume. Hapo sio. Hakusema hivyo baba. Hapo mchungaji akisema hivyo. Emradoba shanoma liadosh kababa ya imparanosh. Haipaswi kuwa hivyo na haitakuwa fungu lako katika jina la Yesu. Haitakuwa fungu lako katika jina la Yesu. Mungu akufundishe. Mwanamke mjuaji. Mwanamke mjuaji. Unajua kila kitu. Yaani wewe ndio father, wewe ndio teacher mwenyewe. Asemi amina. Ndio Pastor Talemo asemi amina leo na nyimbo zinaendelea. Kuwa tayari kuelekezwa na mume wako. Ruhusu haya na kuelekeza sometimes. Epuka mashindano yasiyo na maana. Epuka mashindano yasiyo na maana. Epuka mashindano yasiyo na maana. Kuna wanawake wana argument kila kitu ana argue. Wewe you are not submissive to your husband. Hakuna mwanamke ambaye yuko submissive kwa mume wake ambaye atakuwa na argue kwenye kila kitu. Hakuna. Hapana. Hakuna. Kama kasuku. Kila kitu ana argue. Mume wake akileta wazo hili ana argue. Akiongea jambo hili ana argue. Yaani ni argue. Mrs. Argue yani. Miss Argue anaitwa huyo. Wanawake leo hawezi kutoa sadaka, najua. Leo hawezi kutoa sadaka, najua hapa wanaona ni pastor anachana mikeka. Ukisema nimesubmit kwa mwanaume, lazima uwe na uwezo wa kufuata maono aliyobeba. Haiwezekani wewe unaingia kwenye ndoa na maono yako ambayo yako contrary kwa maono ya mwanaume, hayaendeani kwenye chochote na maono yenu yanakinzana. Na hauko tayari kufuata maono ya mume wako. I told you wewe ni msaidizi wa mume wako. Lazima. Kwa vile tunasikia mtu ameolewa na mwanaume, labda leo ni mchungaji. Alafu baada ya mwaka mmoja unasikia mwanamke anasema na mimi naenda kufungua kanisa langu, hii inaitwa CBB International Ministry. Huyu kwake inaitwa DPTC. Global with evangelical and apostolic and prophetic mantle. Mwanamke una kanisa lako na mume wako na kanisa lake. Makanisa yote tofauti. Hapo tumepigwa.
tumepigwa. Nakwambia mimi, tumepigwa. Lazima uwe na uwezo wa kufuata maono yake to the letter. You have to follow his vision to the letter. Lazima ufuate maono yake. Nikisema fuata maana yake kufuata sio mfanye pamoja. Simaanishi hivyo. Anaweza kama mfanya biashara wewe una hizo vibes za biashara, lakini uko nyuma yake. Sio wewe mpinzani wake namba moja. Hapana, uko nyuma yake kwenye kila kitu, una support, unafuata yale maono, unayaamini maono, unapush hayo maono. Sasa wewe ndio mpinzani wake namba moja, yani wewe huwezi kufanikiwa. Fanya biashara utakuwa wewe. Kwenye kwenu kuna biashara basi. Unajifanya si biashara utakuwa wewe. Ufuati maono yake alafu unasema mimi submissive. Ndugu yangu, namna gani ya kuweza kusubmit? Unapaswa kumuona huyo mume wako kama mfalme, kama rais, kama gavana na kama rula wa hiyo nyumba uliopo. Yaani inapaswa ufikie ndani ya moyo wako ujue kabisa huyu ndani mfalme wa hii nyumba ni mume wangu. Rais wa hii nyumba ni mume wangu, gavana wa hii nyumba ni mume wangu, mtawala wa hii nyumba ni mume wangu. Hiyo kitu inapaswa itoke ndani ya moyo wako ukitaka kuwa submissive kwa mume wako. Ila wewe ukihisi kabisa kwamba hata mimi ni mtawala, hapo utoboi. Utoboi. Wewe sio submissive wife. Lazima ukubali wewe ni mfalme. Sasa mfalme anaenda kujipakulia chakula jikoni, mfalme ni mfalme huyo. Mfalme unamjibu unavyojisikia mfalme huyo. Mfalme unamtukana mfalme. Niko pale. Lakini pia wewe na uwezo wa kumuona kama nabii wa nyumba. Ni nabii wa hiyo nyumba. Anaweza kusikia sauti ya Mungu. Sio mume wako akiongea kitu unajifanya wa kiroho kuliko mume wako. Yaani mimi mwanaume mimi nazidi kuomba, ataniambia nini? Mume wako anakuambia tufanye hakuna. Mimi Mungu hajaniambia mpaka Mungu aniambie. Mama tupere na kuzimu mama ngigizi. Naangalia na kuzimu. Lazima umuone ni kama kuhani wa familia. Yaani nyumba yetu, kuhani wetu huko ndani ni pastor. Sio pastor, ni kuhani, sio mtu mpaka awe mchungaji. Kuhani akishakuwa tu mwanaume umeolewa naye ni kuhani wenu. Na ndio maana mabinti pia makini wa kuolewa naye. Wewe na mtu ambaye hajaokoka, hajui hata maana ya kuwa kuhani. Haombi, aombei familia, asimame na familia, aombi, amuombe pamoja, mfanye chochote. You read the number in Romanic numbers. Utaisoma namba ya Kirumi. Kwa lazima muone huyu ni kuhani wa hii nyumba. Ni kuhani wa hii nyumba. Lakini kitu kingine kuonesha kwamba uko submissive kwa mume wako, usije ukaongea na mume wako kama ambavyo unaongea na mtoto wako. Na unaongea kwa mume wako. Are you serious? Sasa baba, namleta mume wangu. Baba, kila pepo linawali mume wangu. Napiga, unajipiga mwenyewe ndio pepo lenyewe. Ndio pepo lenyewe. Mizimu yako, mizimu yako misi hamna. Hakuna, hapana, hakuna mizimu. Wewe ndio mzimu wenyewe. Lakini pia kitu kingine, heshimu mawazo yake, heshimu maamuzi yake. Yaani inawezekana wewe ukawa una challenge kila maamuzi yake au heshimu maamuzi yake, sio sawa. Lakini pia usipende challenge kila wakati maamuzi yake. Yaani akisema hivi, yaani kuna wanaume inafikia kipindi mpaka anaogopa kwenda kumwambia mke wake kuhusu maamuzi yake kwa sababu anajua mpinzani wake namba moja ni mke wake. Na sio kwa maana ya kujenga, yaani ni mpinzani tu. Hakuna inapaswa ifikie kipindi unaheshimu mawazo yake. Na kuna wakati mwingine hekima inasema kuna mambo ukiona mwanaume anakuambia sio lazima ubishane naye. Unageuka upande wa pili, unaenda kuongea na Mungu. Mungu anajua namna ya kushughulika na wanaume. Kuliko ambavyo wewe ungesema nishughulike naye, ungejikuta unaleta changamoto. Hallelujah. Kwa kumalizia, naomba nimalizie na elements of submission. Tukisema huyu mtu eti na kwaje unapata mwanamke anaomba kuliko wewe. Sio jambo la ajabu, kwani mbona ni mambo ya kawaida hayo? Mbona mke wangu anaomba kuliko mimi?
Mimi yeye mke wangu anaomba kuliko mimi. Mimi naomba lakini mke wangu anaomba sana. Mimi tukianza kuomba na mke wangu mimi na float mapema kabisa. Ila yeye wala yeye ndo kwanza anapaa. Mimi lakini kuani wa familia ni mimi. Wala yepukiki, mimi ndo familia. Na anaposema anaomba kuliko mimi usijidanganye. Usidhani mimi naomba kama unavyoomba nusu saa. Sio kasema hata baba ni Anasema mkaja anaomba kuliko wewe, kadhani mimi naomba kama wewe. Jichanganye. Jidanganye. Mimi naomba lakini mke wangu anazidi na sikatai, anazidi. Lakini unahisi mimi siombe. Naomba sana. Naomba sana. Kwa hiyo you have to understand that thing. Element of submission, namalizia kwa kutaja tu element of submission. Baadhi ya vitu ambavyo vinapaswa kuwepo kwenye submission. Cha kwanza utii. Cha pili unyenyekevu. Cha tatu upendo. Cha nne meekness. Meekness ni unyenyekevu lakini ni ule unyenyekevu wa kuwa tayari kufundishwa. Cha tano ni heshima. Cha sita ni ukimya, silence. Element of submission, cha kwanza ni obedience, utii. Cha pili humility, unyenyekevu. Cha tatu love, upendo. Cha nne meekness, kukubali kufundishika. Cha tano uvumilivu, patience. Cha sita heshima. Cha saba ukimya, silence. Kama hauwezi kumsubmit chini ya huyo mwanaume, hauwezi kuishi naye. Shika hili neno la mwisho. Kama hauwezi kusubmit chini ya huyo mwanaume, hauwezi kuishi naye. Otherwise Bwana Yesu awabariki. Bwana Yesu ukimya ina session pia baba. Sijaelewa unamaanisha nini? Nimesema elements of submission. Yaani kuna vitu ambavyo ndani ya submission kuna vitu vipo. Moja wapo ni utii, unyenyekevu, upendo, kuwa tayari kufundishika, uvumilivu, heshima na ukimya. Hivyo vitu yaani hivyo mtu ambaye submissive ndani yake tunavikuta. Naposema ukimya sio kukaa kimya. Kuna wakati unaweza uka ni mpole, uko kimya, sio lazima uanze kufight na mume wako na vitu kama hivyo. You get what I'm saying? So otherwise Bwana Yesu awabariki. Bwana Yesu awatunze. Muwe na wakati mwema. Tumemaliza hiyo issue ya submission. Nimejitahidi, nimeenda speed. Kesho mama mchungaji tutakuwa naye ataendelea kwenye ile series ya Jumapili ya kuhusu upendo. Hallelujah. Then Jumatano na Alhamisi, nadhani Alhamisi tutaangazia kama tunaweza tukapiga hata needs 4 hivi, itakuwa sio mbaya pia. Itakuwa sio mbaya kwa sababu malengo yangu nataka tumalize hii series. Nataka niingie series nyingine ambayo inasema before you say I do. Kabla hujawaza kuingia kwenye ndoa na mtu, mambo gani ya msingi ya kuzingatia, kuyajua na mkao gani wa kukaa. Itakuwa ni series ndefu kidogo. Nadhani mwezi huu wote wa 6 tutatembea nayo. Na hii itakuwa specific kwa ajili ya watu single na walio kwenye ndoa, maana yake wanaangalia mahali gani ambapo hawajaweka vizuri. Otherwise Bwana Yesu awabariki. I love you so much. See you tomorrow. Thank you for having me. I love you so much. Thank you.